Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda wetu mzuri wa kipindi chetu kizuri cha kusikiliza neno la Mungu kutoka katika huduma ya Jesus Christ is Lord, God within us. Na wakati huu ni wakati mzuri sana ambapo tutasikiliza neno kwa ufupi na tutakuwa na maombi. Lakini kabla ya yote, natamani tuombe kwanza. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa neema, tuna kila sababu ya kusema asante kwa wema na fadhili zako. Ni siku nyingine tena ambayo umetujalia neema ya kukutanika mahali hapa kukusikiliza wewe Mungu, maana unalo neno la kutuambia wakati huu, nasi tuko tayari. Roho Mtakatifu, zungumza nasi, ukatusaidie tukapate kuelewa, tukapate kusikia na kupata majibu yetu. Tunakualika wewe ukawe msaada na kiongozi, ni katika jina la Yesu, amen. Wapendwa wangu, neno la leo, ujumbe wa neno la Mungu unasema tweka mpaka kilindini. Na neno hili tunalipata kutoka katika ile Luka sura ya 5 ule mstari wa kwanza hadi wa 7. Nami nitasoma. Neno la Mungu linasema, ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano wali chomboni. Hata alipokwisha kunena, akamwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona katika neno hili muktadha mzima ambao unabeba ujumbe huu wa kutweka mpaka kilindini, inatuelekeza kwamba katika maisha yetu kuna nyakati zinafika ambazo zinatufikisha ufukweni. Maisha yanatufikisha ufukweni, shida, taabu, tukiwa tumechoka na mambo mengi, tumevunjika mioyo, tumekata tamaa. Hata ukiangalia katika neno hili, wavuvi walikuwa wameshachoka, maana walitafuta samaki usiku kucha na hawakupata. Na wakati huo walikuwa wakiziosha nyavu zao, maana yake walikuwa tayari wanajiandaa kwenda nyumbani. Lakini Yesu aliwaagiza wapeleke chombo, watweke mpaka kilindini. Kilindini ni sehemu ya kina, si sehemu salama sana kwa binadamu. Yaani kibinadamu si sehemu salama sana, maana ni kina kirefu. Lakini kwa muktadha wa kiroho ni sehemu ya imani ya ndani sana, imani iliyo kali sana, imani iliyo kuu mno. Wazungu wanasema unusual faith. Mahali hapo, na watu wengi tumekuwa hatufiki kilindini. Mara nyingi tumefika ufukweni, lakini tumeshindwa kupeleka chombo mpaka kilindini. Mara nyingi sana tumejikuta kwamba tumebaki mahali ambapo tunagusa, ila hatujafika katika ile imani iliyo ndani zaidi ya kwamba mimi ninajua kwamba hili Mungu atalifanya. Na kwa miaka mingi sana, yawezekana ufukweni mahali tulipo ni pale mahali ambapo tumebaki katika imani ile ile
tumebaki katika maombi yale yale, tumebaki katika maisha yale yale, tumebaki katika hofu zile zile, tumebaki katika mashaka yale yale, hatujapiga hatua. Hawa wavuvi pamoja na kwamba walikuwa wamechoka, na tunaona kwamba Simoni alisema kwamba usiku kucha walikuwa wakivua, lakini hawakupata kitu, ila kuna kitu cha utii pale ambacho alikionyesha. Akasema, kwa neno lako nitazishusha nyavu. Kwa hiyo utii ndio uliosababisha ile imani yake ya kumwamini Yesu kutweka mpaka kilindini, ikaleta matunda ya kupata samaki wengi, ambapo walikuwa wengi mpaka chombo chao, nyavu zao zikaanza kukatika. Waliwaita mpaka washirika wao, wakabeba na vyombo vile vikajaa mpaka vinataka kuzama. Maana yake ni nini? Kwamba japo katika kuchoka, lakini waliamua kumwamini Yesu. Waliamua kuliamini lile neno lake, kulitii lile neno lake. Wakaamini ya kwamba ngoja tufanye, maana tumepewa neno na Bwana mkubwa. Kwa hivyo ndivyo Mungu ambavyo anatualika, anataka ule utii wetu. Utii, ule utii ndio unaoinua ile imani yetu iweze kuleta matunda. Kwa hiyo tusibaki juu juu. Hata yale yasiyowezekana tunatakiwa kuamini kwamba Mungu anaweza katika hayo, na tuweze kutii sauti yake, tuweze kutii sauti ya Roho Mtakatifu, tuweze kutii neno lake, maana yeye ni Mungu ambaye hawezi kutuacha tukiwa ufukweni na shida zetu, tukiwa ufukweni na mambo yanayotusonga. Lakini ni lazima uamue na ni lazima ulitii neno la Bwana. Kwa hiyo utii ndio ulioleta muujiza wa samaki wengi. Utii ndio ambao uliwafanya wakarudi na baraka badala ya kurudi bila kitu nyumbani. Kwa hiyo sio mazoea yale waliokuwa nayo ya kuvua ndio waliowaletea samaki wengi, hapana. Ilikuwa ni utii wa lile neno la Bwana la kutweka mpaka kilindini. Kwa hiyo imani peke yake haiwezi kufanya kazi kama hakuna utii, kwa sababu imani bila matendo imekufa. Lazima kuwe na utii wa kitu unachokifanya. Lazima kuwe na kuamini na kutii katika kutenda, kulitii neno la Mungu kwamba linaniambia hivi. Japo kwamba nina imani kwamba Mungu ataniponya, lakini je, neno lake linaniambia nini? Natakiwa nisimame katika nafasi gani ili kuweza kuisaidia ile imani yangu kupata kile ambacho Mungu anataka nikipate? Kwa hiyo Biblia inasema kwamba waliposhusha nyavu zao, samaki walikuwa wengi, hata nyavu zikaanza kukatika. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa kuzidisha. Tunapomwamini na kumtii yeye, huwa anazidisha, anatuzidishia baraka, anatuzidishia maisha yenye afya, yenye amani, yenye upendo, yenye furaha. Yeye ni Mungu wa kuzidisha. Kwa hiyo anaomba leo kila aliyekata tamaa apate nguvu mpya. Kila aliyekwama afunguliwe njia. Kila aliyebaki ufukweni apate kutweka mpaka kilindini kwa ujasiri. Apate kuwa na ule ujasiri ya kwamba Mungu hajaniacha. Kwa hiyo tunatakiwa kujua kwamba kuna baraka ambazo hatuwezi kuziona mpaka tunapothubutu kwenda kilindini. Kuna baraka ambazo mpaka tunapothubutu kwenda kilindini ndipo ambapo tutaziona. Kwa hiyo Mungu anataka tumwamini, kwa sababu tunapotweka katika kilindi, tunapokuwa na ile imani, hatui peke yetu, tunakuwa pamoja na Yesu. Kina Simoni walikuwa pamoja na Yesu na waliliamini neno lake. Kwa hiyo nasi tunatakiwa kuliamini neno la Mungu.
na tunatakiwa kujua kwamba yeye yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuwa na imani na Mungu na ahadi zake alizotuambia. Tusisikilize sauti za mwovu zinazokatisha tamaa. Una jambo gani unalopitia? Muamini Mungu kwamba anaweza. Litii neno lake na Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya neno hili, na ninajua kwamba kupitia neno hili kuna kitu ambacho tumejifunza. Kuna mahali ambapo Mungu ametupeleka. Basi ninaomba tuombe, na tutakapoomba najua Mungu atakusaidia mahali ambapo unapita. Kama uko na hofu, basi Mungu atakuongezea imani. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa neema, mtakatifu Baba yetu, wewe uliyeketi mahali pa juu palipoinuka sana, Mungu wa neema, Mungu mwenye nguvu, tunakuja mbele zako kwa shukrani nyingi sana kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo linatufundisha namna ya kukutumaini wewe na kukutegemea wewe, hata mahali pa kukatisha tamaa, hata mahali pa kukosa tumaini, hata mahali pa kuona kila kitu kimeisha. Lakini wewe unasema ya kwamba tutweke mpaka kilindini. Unasema tuliamini neno lako. Unasema Bwana tukutii, maana wewe sauti yako inaposema inasema kwa hakika, na tunapokutii wewe tunauona mkono wako wenye nguvu. Bwana, ninawaleta mikononi mwako watoto wako hawa wasikiao sauti hii mtakatifu. Ninaomba uonekanie katika yote wanayoyapitia kwenye maisha yao. Ninaomba uonekanie. Yamkini Mungu amefika katika ufukwe, hawajui wafanye nini, wana vitu vimewasonga, hawajui waende wapi, hawajui waanzie wapi, hawajui Mungu. Mioyo imejaa majeraha, mioyo imewasonga kwa mambo mengi, maisha yamewasonga kwa vitu vingi. Lakini Bwana mtakatifu, kwa neno lako ninaomba ukaongezee nguvu, ile nguvu ya kuendelea mbele, ile nguvu ya kutweka kilindini pako, ile nguvu ya kuingia katika imani iliyo kuu, ile imani iliyopitiliza, ile imani ya kuona ya kwamba mambo yanatendeka hata kama kwa macho ya binadamu hayaonekani. Maana umesema ya kwamba imani ni kuwa na hakika kwa yale mambo ambayo tunayatarajia. Ni bayana ya mambo ambayo hatuyaoni, lakini Mungu tunayatarajia. Watoto wako wanatarajia uzima, wanatarajia uponyaji, wanatarajia biashara zao kuinuliwa, wanatarajia ndoa zao kupona, wanatarajia huduma zao kuinuka, wanatarajia kukuona wewe kupiga hatua katika maisha yao, wanatarajia Mungu uwashike kwa mkono takatifu. Mungu wa neema, ninaomba neema yako, ninaomba rehema yako, ninaomba uweza wako, ninaomba nguvu zako. Ninaomba Bwana ukahusike. Husika na baba huyu Yesu, husika na mama huyu Yesu, husika na kijana huyu wa kike na wa kiume, husika na mtoto huyu Yesu, husika Bwana na watumishi wako, husika Mungu na maisha ya kila mmoja. Maana Bwana tunakuhitaji, tunakuhitaji. Kwa neno lako Mungu ukalete uponyaji, kwa neno lako Mungu ukalete kufunguliwa watu waliofungwa, kwa neno lako Mungu ukalete wokovu katikati ya watu, kwa neno lako Mungu ukalete uponyaji katikati ya wagonjwa, kwa neno lako Mungu ukalete msaada palipokosekana msaada, kwa neno lako Mungu ukalete ajira mahali pasipo na ajira, kwa neno lako Mungu ukafungue vifungo na minyororo ya watu waliofungwa, kwa neno lako Mungu ukazifungue biashara na mashamba na mifugo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunakushukuru Mungu, maana tunajua ya kwamba neno lako haliji bure, lipo kuyatimiza makusudi. Ninaamini ya kwamba kuna kusudi
ambalo umeweza kulitimiza kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesikia neno lako. Bwana, umetimiza makusudi hayo katika maisha yetu, nasi tunakushangilia, nasi tunakushukuru, nasi tunakutukuza, nasi tunakubariki kwa sababu umetenda mambo makuu. Pokea sifa na utukufu na shukrani. Tunalitukuza na kuliinua jina lako, ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nasi tunasema amen. Basi kama umeomba pamoja nami maombi haya na unaamini kwamba Mungu anaweza kukusaidia na anaweza kukutoa mahali ulipo akakuweka mahali pengine pa kufika katika hatima ya maisha yako na baraka zako, utakomenti amina na Mungu akubariki. Basi usisite kuwasiliana nasi kwa simu namba 0753471804. Karibu sana na Mungu akubariki.